Karibu tena katika darasa letu, na leo nitajikita kidogo kwenye habari ya utumishi, lakini kwa wale ambao wanachipukia au wale ambao wanaanza huduma. Kwanza ni watie moyo na kuwapongeza kwamba huduma ni jambo jema, kumtumikia Mungu ni jambo jema. Ila sasa angalizo ambalo nataka kukupa, angalizo hili lina vipengele viwili. Kipengele cha kwanza ni kwamba kila mtu ni mtumishi katika eneo ambalo ameitwa, kwamba kila mtu ni mtumishi. Lakini sasa sio lazima kwamba wote tuende tukasimame madhabahuni kama jukumu ambalo tutalifanya full time, kwamba hasa hapo ndio kuacha kila kitu na kwenda. Hapana, bado unaweza ukawa mtumishi wa Mungu ukiwa unaendelea na majukumu yako na kazi yako, na swala la specialization katika nyumba ya Mungu ukawa umekaa vizuri, nikimaanisha ule mgawanyo kwamba bado tunaweza tukawa na mitume wanafanya kazi ya utume nzuri kabisa. Kumekuwepo na wimbi la watu kuacha majukumu yao, kuacha nini, na sitaki nikosoe kwa namna yote kwamba mtu hajaitwa na Mungu, kwa sababu sijui maandalio ya moyo ni ya mtu. Maandalio ya moyo ni ya mtu, kwamba mtu anasikia kutoka kwa Mungu, yeye na Mungu wake wamepatana, wamekuta, okay, wakaanza. Hilo ni la mtu na Mungu, lakini sio lazima wote wafanye hiyo kama full time. Naweza ukawa ni mwalimu unafundisha shule msingi, sekondari, chuo, na wakati huo ni mwalimu wa neno la Mungu. Ukawa ni mfanyabiashara mzuri kabisa, wakati huo bado ukawa ni mtumishi wa Mungu tu. Kwa hiyo hilo ni angalizo la kwanza. Na wakati mwingine hii inasababishwa na mtu anaweza akapokea neno kutoka kwa mtumishi wa Mungu kwamba na kuona kwamba wewe ni mtumishi huyo, anaenda anachukua Biblia tayari anaenda kufungua kanisa, na hiyo inazaa vijana wengi wa kiroho, makaka na madada wa kiroho ambao hawajafanikiwa kufikia ile level ya mama au baba au wazazi wa kiroho. Na hapo ndipo ambapo sasa sintofahamu mbalimbali zinatokea katika makanisa na huduma. Kwa hiyo hilo ni lazima kwa yule mtumishi ambaye anaanza huduma au ana ule wito, ule moto na choma ndani, alifahamu hilo kwamba pia Mungu anaweza akakuita na bado ukamtumikia tu. Wako wengi wanafanya hivyo na bado Mungu endelea kutukuzwa na kanisa inapata utukufu. Lakini angalizo la pili ni hili kwamba unapoitwa kwenye huduma umeitwa kwenye vita. Unapoitwa kwenye huduma umeitwa kwenye vita, na umeitwa kwenye jukumu kubwa la kumpeleka Mungu kwa watu. Lazima hilo ujue, kumpeleka Mungu kwa watu. Kazi mbili, kumpelekea Mungu watu na kumpeleka Mungu kwa watu. Kazi yenye vita, unaingia kwenye vita. Yesu anasema kwamba akuileta amani,
hakuleta amani. Katika kumnyang'anya adui watu na kuelekeza kwa Mungu, ni vita ambayo wakati mwingine inaweza ikagharimu maisha ya mtu, ndoa ya mtu, uchumi wa mtu na mambo kadha wa kadha. Sasa basi, kwa yule ambaye anatamani kuanza huduma, kuanza utumishi, kuifanya kazi ya Mungu, kumbuke kwamba darasa letu linahusu sana uongozi na utumishi. Sasa basi, kukua katika maisha ya huduma na maisha ya kiroho ni mchakato. Kukua katika huduma na maisha ya kiroho ni mchakato. Lazima ufahamu kabisa, wewe mtumishi ambaye leo unataka kuanza huduma, usiingie kwenye huduma ukiwa na ile mentality kwamba nimeiona huduma ya fulani imekuwa kwa haraka, amestawi, ukafikiri kwamba na wewe utakuwa hivyo. Sahau kabisa. Katika huduma kuna mambo kadha ambayo lazima ujue unapoingia kwenye huduma, aidha kufungua kanisa. Sasa na hapa nini kinatokea kwa watu wengi? Nazungumza kwa jamii ya watumishi. Kuna wakati ambapo unaweza Mungu akakutumia ukamwombea mtu akapona, au umealikwa mahali ukahubiri watu wakashangilia, au umefanya jambo fulani tu. Naona hiyo haikupi kibali au haikugarantii moja kwa moja kwamba uende ukafanye huduma. Kuna mambo ambayo Mungu anaweza akamtumia mtu kwa msimu. Umealikwa mahali kwenye madhabahu fulani kwa ajili ya neema iliyoko kwenye ile madhabahu, hiyo neema ikaingia ndani yako, ishara na miujiza ikafanyika. Ukiondoka pale sio wewe, pale ni Mungu na neema kwenye madhabahu. Sasa hilo ujue. Ni sawa ukiwa balozi, gari lako linakuwa na namba za ubalozi, unakuwa na mambo ya ubalozi, lakini ukiacha kwa ubalozi kuna vitu ambavyo vinabaki ubalozini. Yes, hilo lazima tufahamu. Kwa kuna vitu ambavyo vinaweza vikakuvaa kwa wakati ule, lakini kuna wakati Mungu anaweza akakutumia kwa wakati ule ili kumsaidia mtu fulani. Sasa hapo inakuwa nini? Inakuwa hivi, labda umealikwa kwenye madhabahu fulani au umekutana na mtu fulani. Yule mtu alikuwa muombaji, anamwambia Mungu, ninaomba unipe jibu langu leo. Kwa hiyo ameomba, maombi yale yakamlingana Mungu, yakafikia hatua ambayo Mungu anamjibu. Sasa Mungu anamtumia yeyote. Naona Kwa hiyo sasa kilichofanya kazi pale ni maombi ya yule. Sasa hapo ndio maana tunaona kwamba mtu anatumika sana madhabahuni, anaenda kufungua kanisa, baadhi ya mambo yanapotea, yanapotea. Lakini mchungaji wako au nabii wako au yule askofu wako kukwambia kwamba naona huduma ndani yako, haimaanishi kwamba ukimbie uchukue Biblia uende ukafungue kanisa. Anaweza akawa uchungaji aliouona ndani yako ni tofauti na unavyofikiri au tofauti na ilivyo. Kwa lazima upate muda wa
kutosha kabisa wa kumuuliza Mungu. Yaani kabla miguu yako haijakimbilia hilo, lazima akili zako pamoja na moyo wako vifanye kazi kubwa. Kwa hiyo lazima ujue kwamba huduma, kukua kwa huduma ni mchakato. Kwa nini wengine wanaingiza uongo kwenye huduma? Ni baada ya kuvutwa. Unajua mtu anavutwa kwa tamaa zake na anadanganywa na shetani huko, ana pump kabisa kwamba mbona fulani. Sasa unaweza ukaona huduma ya mtu imekuwa leo amepata maelfu ya watu. Yule mtu sio ajabu miaka 20 iliyopita 15 kuna namna alikuwa anatengenezwa, kwa umefika wakati wake wa kuthibitishwa. Lakini kila mtu anaujua moyo wake na yaliyoko sirini ni ya Mungu. Na mwanafalsafa mmoja anazungumzia, anasema kwamba kuna story na glory. Kwa hiyo kabla haujakimbia kwenye utukufu wa mtu, hebu angalia historia yake kwanza. Kwa hiyo huo ni mchakato. Je, unapoenda kuanza huduma uko tayari kupitia mchakato? Kwa sababu huduma sio ya mwanadamu, kanisa sio la mwanadamu. Kanisa chombo cha Mungu cha kujipatia wale watakaomcha, au lango la kuwapeleka watu kwa Mungu, au lango la kuwaondoa watu kutoka mautini kwenda uzimani. Kwa hiyo kuna mchakato ambao lazima mtumishi apitie. Sasa unapoingia katika huduma lazima uamue kuliishi neno kabisa. Neno la Mungu ni chakula, litakutia moyo pale ambapo unakata tamaa. Neno la Mungu litakuwa ni faraja yako. Neno la Mungu ndicho chakula ambacho tunawapeleka watu kwa Mungu kupitia neno, na tunampeleka Mungu kwa watu kupitia neno. Kwa hiyo ni jambo la maana, na katika kulijua na kuliishi neno lazima usome na kutafakari. Hausomi neno kwa ajili ya kwenda kuigusa mioyo, kusisimua watu ili watu waweze kukidhi mahitaji yako. No, itakuwa ni matumizi mabaya ya neno, kwamba natafuta neno ambalo litaenda kusisimua hadhira, ili hadhira niweze kuigilibu, au kwa Kiingereza wanasema manipulate. Sasa ila tunasoma neno kwanza liponye ndani, ponye mtumishi ndani, na baada ya ile neno liende, neno ambalo litaleta msaada. Lakini neno lile likiwa limejaa tafakari kubwa kabisa, ya tafakari, maana kwenye tafakari ndipo inapokuja ufunuo. Kwa sababu neno linagawanyika katika maeneo mawili. Kuna neno maneno na kuna neno ufunuo. Sasa neno ufunuo linakuja pale ambapo linajengeka na kuzaa ufunuo mkubwa pale ambapo tafakari imehusika, kwamba Mungu, ili neno lina maana gani, ni kwa ajili ya nini. Neno litagawanyika pia, litaleta mgawanyo wa nyakati. Neno pia linaleta mgawanyo wa vipindi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo na neno lile pia unapolitii linaleta maarifa, linazaa maarifa, na linapoenda kwa watu, yale maarifa sasa yanakuza watu na linasaidia watu kujua
na kupambanua. Maombi ni muhimu, maombi ni muhimu, lakini wakati huo ushirika, maombi ni njia ya kuwasiliana na Mungu na kupokea nguvu za Roho. Maombi na huwezi kuwasiliana na Mungu bila maombi. Katika Yeremia 33:3 anasema, niite nami nitaitika, nitakuonyesha mambo gumu usiyojua, mambo yasiyochunguzika. Na unamwita Mungu kupitia maombi, mazungumzo yako. Habari ya Musa, tunakumbuka kwamba alikuwa na vipindi ambavyo alikuwa anaenda anazungumza na Mungu. Kwa habari ya wana wa Israeli, naenda anaongea na Mungu. Habari ya wana wa Israeli, yalikuwa ni maisha ya Musa. Anaenda nakata siku 40 kwa ajili ya wana wa Israeli, sio kwa ajili ya gari lake, sio kwa ajili ya nguo zake, sio kwa ajili ya mavazi yake, sio kwa ajili ya mke wake wala watoto, no, kwa ajili ya isha ya wana wa Israeli. Mungu niwafanyaje hawa watu? Na jambo muhimu sana kuwa na mazungumzo, vipindi ni muhimu sana, muhimu sana. Lakini pia kwenye maombi yanajenga mtu awe na ile uwezo wa kumtegemea Roho Mtakatifu. Huwezi ukafanya kazi kwa nguvu zako mwenyewe, hakuna. Ukiona mtumishi au ukiona mwalimu, mchungaji, nabii au yoyote katika nyumba ya Mungu anasema hicho ni kwa akili zake mwenyewe, hapana, yule hayuko sahihi, pale amekosea. Tunamtegemea Mungu, mwanzilishi wa imani. Tumejengwa katika misingi ya mitume na manabii, Kristo akiwa jiwe kula pembeni. Kwa kama yeye ndio jiwe kula pembeni, cornerstone, yeye ndio kila kitu, muasisi. Kwa hiyo tunamtegemea yeye, utukufu tunampa yeye na kila kitu tunampa yeye. Tunahitaji Roho Mtakatifu ambaye pia anabadilisha tabia zetu, anazishape, anazichonga. Asimtegemea Roho Mtakatifu, tabia yake inakuwa sio sawa, inakuwa kuna doti hivi kwenye tabia. Roho Mtakatifu ni kioo. Ni kitu muhimu sana, na tunapokuwa na maisha ya maombi yanajenga ushirika pia na maombi. Lakini maombi, kumbuke pia nigusia ushirika, lazima pia tuwe na ushirika. Unakuwa mtumishi wa Mungu, unakuwa na ushirika na waumini. Hiki kitu hapa wanaweza labda wale wa kizazi hiki wakatafuta pointi za kunisulubisha, kwamba kuna gap kubwa kati ya muumini na mchungaji, Sasa naomba nizungumze kitu kama hiki. Kanisa lina washirika 20. Mchungaji anaonekana mara moja kwa mwezi, au kama anaonekana basi kila siku. Ana ushirika na washirika, kisa analinda upako au analinda nguvu za Mungu. Nguvu za Mungu hazilindwi. Nguvu za Mungu zinalindwa kwa mtumishi wa Mungu kuifahamu mipaka yake, lakini sio kwamba akisalimiana na washirika washirika watamfanyia mambo fulani. Hapana. Washirika wako 10, mtumishi ana watu 5 wa kumlinda. Sasa
Kuna mambo mengine ambayo washirika wanahitaji moyo wa baba, moyo wa mama, wanahitaji upendo. Kuna interaction ambazo ni muhimu sana, ni muhimu sana. Washirika wengine wanahitaji malezi tu ya mzazi. Ndio maana mtu anasema baba yangu wa kiroho, mama yangu wa kiroho. Sasa anaposema hivyo, anatamani kuna maisha ambayo, kuna ushirika ambao anatamani. Sasa tutakapoweka matabaka kwamba mchungaji haonekani kabisa, haonekani kabisa, haonekani kabisa. Unajua kuna wakati ambapo hata Yesu alikuwa anazungumza na watu, zungumza na wanafunzi wake, zungumza na mwanamke Msamaria pale kisimani, pale kwa Petro, zungumza kina Mariamu, hata anazungumza na watu wengi, wale walimwendea usiku wakina Nikodemu, na watu wengi. Naona sasa kuna njia nyingine za kujilinda ambazo zinakuwa sio sawa, na wakati mwingine mimi huwa ninazisema katika tafiti zangu. Wakati mwingine ninasema kwamba ni kiongozi kuogopa maswali ya hadhira, mtumishi kukwepa maswali ya washirika. Lakini kama yuko sawa, yupo kamili, mwili, nafsi, roho yake, anaishi mapenzi ya Mungu, anaenda katika njia iliyo sawa, hata atakuwa tuna interaction nzuri na waumini. Ule ushirika ni muhimu. Semi kwamba basi uchanganye sana, hapana. Kuna kujichanganya ambako ni muhimu kwa kiongozi. Waumini wanahitaji moyo wa mzazi wao wa kiroho. Ushirika ni muhimu. Hiyo itakusaidia kujua changamoto zao, jua maisha yao, kama kweli umeafata maisha yao ya kiroho. Kwa tayari Yesu anawaacha kwenye mfano pana, anasema kuna kuacha wale 99 na kumfuata mmoja. Miezi 6 mlimani, toka ofisini, unasimama madhabahuni, unarudi ofisini, watu hawakuoni tena, wanakuona tu. Wengine wanasema ni sababu za usalama. Sawa, sikatai, lakini kuna pengine ambapo sio sababu za usalama hata kidogo. Lazima tukubaliane, ni kujitengenezea brandi. Anayembrandi mtu ni Kristo, ni Mungu. Lazima tujue hilo, watumishi wa Mungu. Anayeweza kukubrandi, kukupa watu wangapi, ni Mungu. Mungu asiporuhusu heshima, hata ujifiche kama kiini cha yai, bado hakuna ambaye atakuheshimu. Mungu asipokubrandi mwenyewe, huwezi ukajibrandi. Mwisho wa siku utatumia akili za kibinadamu, alafu yatatokea mengine. Kwa hilo lazima tulifahamu. Ni kweli kuna sababu za kiusalama, lakini jamani, sio katika vyote. Mengine unachomeka kidogo. Mungu atusaidie sana. Lakini pia akubadilika kwa tabia kunaonesha ukomavu. Ukuaji wa kweli wa mtumishi unaonekana katika tabia yake na mwenendo. Hicho ni kitu cha kuchunga sana unapopanga kwenda kuanza huduma au pale ambapo unafanya huduma. Nazungumza sana nalenga wale ambao wanaelekea kuanza huduma au wanatamani kuanza huduma. Hii elimu ni muhimu sana kwako. Wazee wetu wale ambao wamekuwa na experience katika huduma, Mungu wabariki sana, na tutasaidiana pamoja na mimi kuyaboresha mafundisho haya ili tuweze kupata kizazi kizuri cha watumishi wa Mungu ambao wanamtumikia Mungu katika maadili na ukweli.
Ukuaji wa kwanza ambao mbingu zinauangalia ni tabia na mwenendo. Yes. Na sio katika miujiza na karama. Sawa? Miujiza na karama ni vitu muhimu katika kanisa, lakini kwanza ukuaji, badiliko la tabia. Na baada ya hapo basi tabia inapobadilika na miujiza, karama, ishara na vitu kama hivyo vikawepo, jambo la baraka pia. Vipaumbele vyako ni nini? Sasa vipaumbele lazima viwe kuyafanya mapenzi ya Mungu. Vipaumbele lazima viwe kuyafanya mapenzi ya Mungu, kuishi kusudi. Tafuta Mungu kwanza. Tafuta Mungu kwanza. Wale ambao wanakumbuka miaka ya zamani, miaka ya 80, miaka ya 90, ile mikutano mikubwa ya Injili ilikuwa inafanyika, kipaumbele kilikuwa kimoja: Yesu anarudi, Yesu anaokoa. Alafu katikati ya pale ishara, miujiza inafanyika. Yes. Kwa hiyo kumbe unapopeleka Mungu mbele kama kipaumbele, basi yeye anafanya, maana yeye ndio muasisi, ndio mtengeneza ishara na miujiza. Lakini pia basi kwa wale ambao wameitwa, Mungu amekupa karama ili kuwatumikia na kuwasaidia wengine. Hiyo karama sio ya kwako. Hiyo karama ni mali ya Mungu. Hiyo karama ni mali ya Mungu. Hiyo karama ni mali ya Mungu. Sasa Mungu anatajirisha, Mungu pia anafukarisha. Hilo lazima mtufahamu kwamba Mungu anaweza kumuinua mtu na kumshusha mtu kabisa. Na Mungu anajua wewe ni mtumishi wake, amekuita. Kwa hiyo ile karama ambayo amekupa ni mali yake kwa ajili ya kuwasaidia wengine. Ninakusi ile karama usibadilishe na kuifanya kama njia moja ya kugilibu watu, kwa sababu yeye anasema hata kupungukia, hata kuacha pale alipo. Hiyo karama ni zaidi ya mabilioni ya pesa, ni zaidi ya matrilioni. Kwa hiyo ile karama usifanyie mchezo wa kuibadilisha na chochote, kwa sababu Mungu anajua namna ya kumbariki mtumishi wake zaidi ya vile anavyotazamia. Nina mifano mingi utakutana nayo kwenye masomo yangu ya uongozi na utumishi uko mbele, ya watu ambao wamemtumikia Mungu kwa miaka mingi na Mungu akawabariki sana kwa viwango vikubwa mno. Hiyo karama iwasaidie wengine, hiyo karama iwainue wengine, hiyo karama iwafariji wengine, hiyo karama iwe sababu ya wengine kufurahia kwamba tuna mtumishi ambaye Mungu amemtuma kwa ajili yetu. Tukutane kwenye kipindi kingine na kwenye somo letu la utumishi na uongozi.